Ukweli ni kwamba mazungumzo yoyote hayawezekani kama watu wengine umewaweka ndani. Sio kwa sababu waliiba container au gari ya mtu. Ni watu ambao kesi zao ndo hizo unasikia. Ukizisikiliza hizi kesi hata pale mahakamani, kama unauelewa kidogo wa sheria, unajiuliza hivi uhaini uko wapi hapa ise? Yaani unasikiliza afu unajiuliza huo uhaini. Lakini sasa kwa sisi wengine wanasema ngoja tusubiri, labda huo uhaini utadondoka tu. Tuone, lakini kisheria ukisikiliza huoni huo uhaini. Sasa watu 400, sivyo 300 na ngapi unawafungulia kesi za uhaini. Nadhani unaweza kuona kabisa kwamba moja ya mambo ambayo yatashauriwa waziwazi kabisa na jopo kama hili muhimu la Jumuiya ya Madola ambalo linamwakilisha Katibu Mkuu wa Jumuiya ya Madola, itakuwa ni kwamba ili kuweza kufanya meza ya mazungumzo hata iandaliwe, ni lazima kwanza haya makando kando yaweze kufanya nini? Yaweze kuondolewa. Sasa yako makando kando ni marahisi kuyaondoa. Kwa mfano kufuta kesi za hao walioko ndani, walioko mahabusu. Hilo ni jambo mbona jepesi sana. Jambo jepesi kabisa. Sheria zetu, katiba yetu iko wazi kabisa. Endapo mwendesha mashtaka wa serikali DPP anaona kwamba haoni ushahidi wa kutosha juu ya kesi yoyote, jibu lake huwa anafuta hizo kesi. Na imeeleza kabisa anaingia nole prosecute. Serikali au state au nchi haina nia tena ya kuendelea na hiyo kesi. Hilo ni jepesi. Vifo, watu wamekufa. Ndio maana nasema kuna mepesi na kuna magumu. Haya ya kuachia watu, mimi nashangaa mpaka leo. Nashangaa kwa sababu utaratibu upo, unajulikana, uko wazi. Wale waliokufa, hayo ndio machungu yenyewe. Sasa je, hawa watu watatushauri nini kutokana na uzoefu wao kuhusu vifo, kuhusu walioshikiliwa na kesi za kisiasa huko jela, kuhusu hofu iliyotanda? Unajua sasa hivi kuna hofu sana. Hivi sasa ninavyozungumza, hofu iliyopo, huwezi kusema watu waje mezani waje kuzungumza. Watu watakuja afu utakuta wanakutazama tu. Zungumza wewe mwenzetu mwenye mabunduki. Hofu imetanda mno kiasi kwamba lazima lifanyike jambo litakalo wahakikishia watu kwamba watakapozungumza watakuwa salama. Na hali ya kwetu hapa imekuwa mbaya, lakini ikilinganisha na hali za huko kwingine tulikowahi kupita. Kwa mfano tumekwenda Sudan wakati fulani. Sudan ile ya Omar al-Bashir akiwa Ikulu. Hakuna mtu aliwahi kudhani Omar al-Bashir atakuja kufikia akawa ni mtu anatupiwa mawe na michanga, yuko kwenye gari ya magereza anatupiwa mawe na michanga. Kwa hivyo ninachoonya hapa ni kwamba hakuna mtu ambaye kama hazingatii kutenda haki yuko salama. Kwa sababu inaonekana kana kwamba watu wengine wanaolindwa na mabunduki wako salama sana. Kuna mtu alikuwa analindwa na bunduki zaidi ya Omar al-Bashir? Kuna mtu alikuwa analindwa na bunduki zaidi ya Robert Mugabe? Kwa hiyo kila mtu atakuwa salama pale ambapo watu wako hofu hii imeshuka.